Mungu asije akakupeana mikononi mwa adui, mikononi mwa watu wasiofaa, mikononi mwa watu wanaokuwinda, mikononi mwa watu wanaokutafuta ili wakuangushe, ili wakuaibishe, ili wakuthiri, wakurudishe chini. Mungu asije akakubali. So you need to seek the face of God kwa bidii, pasina kuchoka, pasina kurudi nyuma, pasipokuwa na udhaifu yoyote. Ebu jaribu kufanya bidii. Siku ya leo tunaenda kuongea kuhusu mtu anayetafuta Mungu na jinsi ambavyo Mungu anaweza akakuficha na akakuwekea ulinzi mikononi mwa wale watu wanaokutafuta ili wakuangamize, ili wakuangushe. Hayo ndio tunaenda kuongea kwa leo. Topic: God will not put you in the hand of enemies. God will not put you in the hand of enemy, katika mikono ya maadui, katika mikono ya wale wanaokuwinda, katika mikono ya wale wanaokutafuta. May God will not put you in their hand. Listen to the word of God, the way he's saying. Neno inasema even the Mambo ya Nyakati wa Pili chapter 22 verse kuanzia verse 10. Andiko inatuambia hivi: wakati Athieli mamaye Azia alipoona kuwa mwanawe amekufa, akainuka na kuyaangamiza jamaa yote ya mfalme wa Yuda, mfalme ya nyumba ya Yuda. Akainuka na kuiangamiza jamaa yote ya nyumba ya mfalme wa Yuda. Baada ya kuona ya kwamba mtoto wake amekufa, akasema na hata hao wengine lazima wakufe. Umejua kuna watu wenye wanaangalia, mimi biashara yangu imeisha, mimi nimemaliza kazi yangu, mimi kwangu hakuna kitu, naye ule pia lazima aishi. But God will not put you in their hand, because you believe and you trust in God and you keep seeking the face of God. May God will not put you in their hand, because God is faithful Father. This God that I'm preaching, huyu Mungu tunayemtangaza, tunayemhubiri, ni Mungu aliye hai, ni Mungu mwenye uweza, asiyeshindwa, asiyelemewa. Usije ukatembea na hofu yoyote ama uoga yoyote. Hebu sikiliza 11 jinsi inavyoongea. Mambo ya Nyakati wa Pili 22:11. Andiko inatuambia, lakini Yehosheba binti wa mfalme, huyu ndiye aliyeficha yule anayeitwa Yoasi. Huyu ndiye aliyesaidia Yoasi, aliyemuokoa Yoasi, yule aliyekuwa anataka kuangamizwa na Athieli. Mungu akutie mikononi mwa watu ambao wanakurehemu, mikononi mwa watu ambao wanakufavor, mikononi mwa watu ambao wanakupendelea, watu wasiopenda kuanguka kwako, watu wasiopenda kuisha kwako. Urakatala mama riba kantoyo bakazima lala ramia kutoko shokoba. Ninajua kuna watu wasiopenda kuona mafanikio, wasiopenda kuona maendeleo ambao unaendelea, lakini Mungu wa mbinguni anayekuwazia mema, anayesema ya kwamba haijalishi situation ambao uko ndani, asikupeane mikononi mwao, akulinde, uwe hai, uhifadhike, because no enemy that God will allow to come to defeat you, ili akuangushe chini. Basi huyu binti Yehosheba ndiye aliyekuwa Yoasi. Andiko inatuambia mwana wa Asia kwa siri akamtoa miongoni mwa wana wa mfalme waliokuwa karibu kuawa, akamweka Yoasi pamoja na yaya yake ndani ya chumba cha kulala, kwa kuwa Yehosheba aliyekuwa binti wa mfalme Yehoramu, na pia alikuwa mke wa kuhani Yehoyada aliyekuwa dada yake Azia. Akamficha mtoto ili Athieli asimuue.
akamficha mtoto ili Athili asimuue, Athili asimuangamize, Athili asimgandamize. Hata kama kuna watu wanaokuonea, hata kama kuna watu wanaokutafuta, hata kama kuna watu wanaopendezwa na ile dhiki unaopitia, lakini Mungu akufiche. Onyalo leo tokonya koso moko chopo. Mungu anaweza kuchelewa, lakini hatakosa kufika. Wewe tangasa kasi yake, wewe ubiri kasi yake. It doesn't matter the situation that you are in. Lakini hii injili ambayo tunaihubiri bila kuogopa, bila uoga. It doesn't matter. Hata Paulo aliitangaza alipokuwa pale gerezani. So usijalishwe wala usije ukawa na hofu mahali pale penye unaitangaza ya kwamba unakaa namna gani. Pengine uko na njaa, pengine uko na dhiki, pengine uko na maombolezo, lakini usije ukarudi nyuma ukawacha kumtangaza Yesu Kristo, ukawacha kufanya kasi yake Bwana aliyekupa. Wacha hiyo kasi ambayo amekupatia ikusaidie, ikupeleke mbele, ikufanikishe, ikufungulie milango kwa kuona bidii ambayo unafanya. Let me tell you, hata Yesu Kristo baada ya mambo yote kufanyika akurudi nyuma, na wewe pia usirudi nyuma. Inaweza kuwa umefuatwa na mambo makali, mambo mengi, mambo mazito, lakini usirudi nyuma wala usiangalie wanadamu wanasema nini. Wanadamu wanaweza kuongea, lakini Mungu ataongea neno moja. Sema neno moja tu nami nitapona. Yeye atasema neno moja, anaweza kuongea neno moja nawe ukapona, ukapata mafanikio, ukapata kuendelea, ukapata maisha nzuri, ukapata kufichwa mikononi mwa maadui wanaokuonea, wanaokutafuta. Rima kata labayo kondoro bababa, rima yandoloko saka bababa. Ninakuombea wale wanaokutafuta, wale wanaokuonea, wale wasiopenda kuona jinsi ambavyo ulivyo. Mungu asikuweke mikononi mwao. Kama Mungu alimficha Yehoashi akamficha ili asije akangamizwe, basi hata sisi tunaomtumaini Mungu anaweza akatuficha tusije tukaangamia, tusije tukaisha. Basi hiyo iweze kutendeka wa neema yake Mwenyezi Mungu. May the Lord help you. May the Lord keep you safe. I lift you in the hand of God, na naamini atatenda mema. Wish you all the best. Shalom. Bwana kubariki na kutende mema. If you do not subscribe to our YouTube channel for more video to come, and I know and I believe that they will teach you, they will help you in whatever that you are going through, either it's a sickness or whatever that you are going through. Trust in God, my brother. I believe that God will help you. Believe in God, trust in God. My friend, God is not a man to lie. Hawezi akakudanganya. Alikuahidi atakufikisha, na kwa neema atakufikisha. Wish you all the best. Shalom and shalom. Bye bye.